Oboroso bw'umugusi. Eri tuko erimorioka ria etire maega ye wizara ye chisemi imeyense koraria amatemwa amanene a KCSE ayo aborokigwa bekirasi ye 12 banyara ko babagokora omwakweta nigo bono amateye mokurwa ensemo ya Molem ime county ya Nairobi nigere no mogoko omonene maega yo mwana obo Alvin gokora buya asa amatemwa ayo na konyora grade kia A- kurwa ase skuru ya Nyakongo. Niliweza kuzoa alama ya A- katika mtihani wangu wa kitaifa. Nataka kufanya kosi ya biomedical engineering nikienda university, na nashukuru mzazi wangu na aunti zangu na uncle zangu na elder kwa kunisaidia nilipokuwa katika matayarisho yangu ya mtihani. Walinisaidia, tuliomba na wao, walinitia moyo, na pia walimu wangu walinisaidia nilipokuwa nikidurusu darasani pia. Na nitazidi kuomba Mungu anisaidie ninapoenda katika hiyo step nyingine, anisaidie niweze kufanya mema. Omwana akantumira omutiani kero naroche sikuamini ile furaha nilikuwa nayo, sijawahi kuwa na furaha kama hiyo tangu nitoke kwa tumbo ya mama yangu, sijakuwa na furaha kama hiyo. Gukwana negetaseni Gensoko TV ni gobaira ribagerio na kumwakira Nyasaye mbuya asoko mokonya Alvin na boigo abairi nabasani abanyarete ko bagusira amateyo kurwa ise Alvin anyarete ko bakagusiria obugima bwaye ande na afirire ko bumoibori oreko tenenera abana baye gekortatu mwabo ekeraga kurwa sobiko gwensekera sirete igagatigite karaga sinini sana bono Nyasaye ngoro kiringa Nyasaye no Nyasaye bwichintakana nababoraka mwana Alvin na mumanyira se ngakientambe unagukina no mwana omoigweri no mwana nane karago tumu tabugati mangana mahange ekanisa noto gushirikiamo nigo bono bamotogiri Alvin asomokyoye anyarire ko bagakubeka ase bamukwaneire ko ba omwana obwata maskani kurwa chinga kiarengomoke. Alvin ninje namurete ko barenge kengwerere njare kurera bone kerangire gusumari baka nantu sumaili ne tari Alvin sindio Alvin ambekere teriogi nane teriogi tuchokobeka bako maeli mwana Alvin obera umwana umuya kurunze no mwana utabwati chizagu chinyinge no mwana ogotara okobera nyombo ule bisi gokora ibintu birima mu mwabako mochika nekero nindago chikwenda bone university twarorire uno korire buya sense mo ya high school obekire chizagu chimbe kando okorira yaro wancha kunya sai nonya nabo nigo bono baru kubure gochase chiserikali chechi county anene county ya Kisii amone county ya Nyamira komwa obokonyi erikirani amasoma ye university chinga kechiecho nigo boigo baru kubure gochia asa basae gutwara chimbwa chingia anene ekeroba gochie goswa ase chi university twaminto ya serikali yetu abarayi baitu chigabana chetu barorira umungino yobunakurira umuiguri oyo mukurinda abana negasirengo lakini otemire bakaikirega no mwana oyo murusiri usukwa sengeja nyore credit ya ekyokere A-brain na usaba una abarayi baitu serikali yetu umurayi umuntu ndibwensi uyora bwate kirianda kujya sokokonya na obako mokonya chipasari nkotebi Alvin pamoja na abana bandi bali bagosoka bagojigocho ni university nga isiko gali bogimambulira isi karo kwa ndororo abana abange goja konyororo abandi bagoja n'ekindege abandi bagoja n'ekigali karo kenda yo kwenda na magoro ane nyombe okobore je okara kendo ugochi kobera maybe ekaro kwa isiko gali ni lazima ofocus ndo korte ndoki kiriya ko irororo pamoja na abali bande buna butambe omwana ekero aiboirwe ase kinyoro nigo akoba oibwe amate na kigekogera amate ya Alvin banyare ko babagwika ase nka yabo gaiga asensemo ya Molem irigo chengera amachibu ayo anyarete ko bagakora rigwari tkore igoro
nigo bono bagokira machibu yase bamotogiri Alvin koba omwana omwirugite Nyasaye ase bono baruro kuburia gochia asa abasae bonsi bari bagochia goswa ase university kwene kibuna kumwiruka bare Nyasaye nabo igogutwara chimbwa chingia erio nari barachikoba bakoba abantu abaya ase amatukare bosio ngoripoteria Ensoko TV kuru ase ensemo ya Morem imeyo mucho Nairobi eritariane Lenet. Kwa majina naitwa Onyinkwa Jasper Mukwa, msomea shule ya Mang'u High School na nashukuru Mungu nilipata alama ya A 84 points. Nashukuru wazazi wangu walilipia karo, sikuwa fukuza shuleni kwa sababu ya mambo ya karo. Walikuwa wananipeleka shuleni hadi huyu mwenye amesimama hapa alikuwa rafiki ya wazazi wangu. Pia alikuwa ananipeleka shuleni wakati wazazi wangu hawakuwa. Kwa hivyo pia nashukuru wamekuwa wakinisaidia wakati huu. Hiyo pesa ya ziada wote wamekuwa wakituma, wamechangia katika matokeo mazuri. Wamekuwa wakinihimiza nitie fora. Niko na paniki, I was like nasi nyingi ngokora, what next? Ngio mondata keira gokora. Njiwa geraise ndaranga that's not enough. Imboli next ngongo tebi. Ngayi monta gochi. Nabona changanyikerwa. Na tudia isonde bi relax, tumerana no mwana, twanyara goikapake school. Kuvuga muno asoro gongoro iturwa gusi. Twagokire sana nga okona kokwe ubwera tubwate asense yaito asinginjo tukwirwanirira gwetera asinjira ya masomo. So namate birimbu ya muno nani Nyasaye ndere kumwagata kogendera guchimutu chinga kichiro anyare gokore degree eri araganie reo monyene tari ito kumubitereria akore. So ngoteba mbuya muno abantu bonse piba tubwate siase mangana ya gwetera masabo remedial coaching toda ngambuya muno sana. County jibwate scholarship amomuro igabwe rwanireire obeire top. In fact analysis ya eroko ganikwaye eliatanyare kwirira ngilia nyore scholarship emwene bakore degree atagite be it in Kenya or in abroad. Yeah. Yasa okorera maya twabire tukosaba Jasper obero gokoro mukisana omwana obero gwetigana kese na abere ngoba close nere mamu mwabo tamenya tamora baro buga Nairobi igona gokire kerengeke ne mono saba serikali ya county ya Gusii gavana yetara tia sole ne management ya county ne product ya nene sana twanyole kuru ase county igomo go support yo mwana oyo mwaga jire county yetekerengeke ne ase ke connect ne mono Mwancho mwiriria Ensoko TV oboroso bwo mugusijire kane merongo nibere na isatu gure chinsa enye chabona mambia ase ritukeriga ri 13 goseneri tukoria Jumaine ase motienyo yego mutangani o January mwaka we 2025 nomo ne mambia ndengia nabo igo nimanyete na kwabokire buya nabo igo nogendera tekwego kya nemero biri yonsi ime Ensoko TV kurwa chinsa 12 cheke mambia gwekera bonega ningo kwarigania ase omurobero gwetoro biri abu ase ritukoria rero tuguchiko murekera iguru yekisemi buna kwabere gukorigereria abo kuri omuchakano aseti byago emambya yabono aboroki gwambara abo babere kwarigererie abutogo chengera amachibu abo emambya yabono magayo gokoribya ase amatemo ya KCSE yo mwaka wechilfu ibere emerongo ibere ne tano na egati yaboroki gwabaiga ase omworoki wa ori omutangani nigakorukwana nere Alvin Murara Ondieki oyu akorete kuruase eskuru yabamura ya Nyakongo nabo igase omworokigwa okabere nigakorukwa bunanere Jasper Mukwa Onyinkwa oyu akorete kuruase eskuru area ya Mango asamatema 20 KCSE 2025 as Alvin anyorete a grade kerkia A- nabo igo as Jasper na era anyorete a grade kerkia A asensemo ya Jasper ngo kwenyeru mwanchu murire negati yaborokiwa bari batanganete imeyense yaito kwanda se eroda usase gati aborokyo baria batanganete imeyensi yaito nigo Jasper atanganete kerkeria ali enamba area yemia ya 52 na isano na isatu imeyensi yaito ya Kenya bunabwo tokosangana barabo asemambia bona tosanga sobwamo wetera senchire yo mutandao wekerero Facebook na bega sensemo ya YouTube Ensoko TV namba ya mawasiliana si ujumbe nyenge na bega sensemo yesimi yekonyarika no chugotwara enafasi ni gere noti isano na ibere isano na isatu isano ne mumara gatano omwerio veka isatu na kirebya
mbariganie mambia ya bono irito sange ase obwamo ime Ensoko TV. Karibu sana ndani ya Ensoko TV Oboroso Bumugusi. Tunapoanza mazungumzo yetu asubuhi ya leo, acha nianze na wewe Alvin, usalimie yule ambaye anakutazama asubuhi ya leo, na pia unapotujulisha mahali ambapo unatoka, nyumbani ni wapi, wazazi, na hata ile shule ambayo ulikuwa asubuhi ya leo. Asante. Kwa majina ni Alvin Ndiki Morara. Kuna mzazi mmoja, mwingine alipotea kidogo. Kuna mama Linet Magoma. Nilisomea katika shule ya Nyakongo. Niliweza kuzoa alama ya A- na nina matumaini kuwa nitaingia university nifanye course ya biomedical engineering. Asante. Asante sana ndugu yetu Jasper, kwako. Asante kwa uwezo wa Mungu tumepatana hapa leo. Kwa majina naitwa Onyinko Jasper Mukwa. Nilikuwa katika shule ya Mangu na nikapata alama ya A ya 84 points. Wazazi wangu wanaitwa Lamek Onyinko Mukwa na Naomi Kemunto Nyangaresi. Naam. Wacha nianze kuambia kwamba congratulations kwa matokeo mazuri ambayo mlipata kwa mtihani ambao ulipita, mtihani wa KCSE 2025. Tunapoanza mazungumzo yetu asubuhi ya leo, wacha tuanze na ndugu yetu Alvin, kutoka upande wako, unapotupea historia fupi tu ya masomo yako kuanzia darasa la kwanza, tutaki kurudi hadi nasa, lakini darasa la kwanza hadi mahali ambapo umefikia wakati hata kwa ule mtihani wa KCPE ambao pia ulikuwezesha ukakuja kuingia high school. Tuanze na historia tu ya masomo kutoka primary hadi mahali ambapo umefikia sasa. Asante. Ni katika darasa la kwanza nilisoma shule kadhaa, sitazitaja kwa sababu ni mingi. Nikaingia katika shule ya Eronge Adventist iko Borabu, kaweza kuzoa alama ya 366 marks. Nikaingia shule ya Segero, nikafanya mwaka wangu mmoja, lakini school fees ikawa nyingi kwa sababu ni private. Ndo nikaingia katika shule ya Nyakongo, nikafanya masomo yangu na nikamaliza na A-. Asante. Upande wako Jasper? Katika shule ya primary nilisomea shule mbili. Kwanza Green Cottage, ya pili KBS School Kaa West. Nikapata alama 411, ndio ikaniwezesha kujiunga na Mangu ambapo nilipata alama ya A. Tunapoendelea haya mazungumzo asubuhi ya leo, katika matayarisho ya KCSE, kwa maana wewe kufika mahali ambapo umefika, tukianza nawe Jasper asubuhi ya leo, na wewe kufuzu na kupata zile alama ambazo ulizoa na kupata, ilikuwa ni safari ya matayarisho, kuna walimu, kuna mzazi, na pia kuna upande wako. Wacha tuanze na zile tunasema kwamba ni subjects ambazo of course tukiangalia katika ile orodha tunaona kwamba ni kama subject zote ulikuwa umeshazoa ama umezoa alama ya A. Lakini haiwezi kuwa labda ulikuwa unapenda zote, kuna ile moja ama mbili ambazo ulikuwa unapenda zaidi. So kwa matayarisho yote kuanzia form 1 up to now, alafu na zile subjects ambazo ulikuwa unapenda zaidi. Zile subjects nilikuwa napenda zaidi ni Kijerumani, Hisabati na Physics. Zile nilikuwa napenda zaidi. Sikuwa nachukia hizo zingine. Bado pia nilikuwa nazipenda. Lakini hizo tatu ndio nilikuwa napenda zaidi. Nilikuwa na shida katika somo la Kiingereza po kidato cha 3, cha 2 na pia cha 4 mwanzo. Lakini mwalimu alinisaidia, marafiki pia. Nikaweza kuzoa alama ya A. Tukikuja upande wako Alvin. Yes. Nilikuwa na zile subjects zenye nilikuwa napenda, ni kama physics, biology, kemia, hesabu. Nilijikaza nikizisomea, lakini kuna zingine pia ziko rahisi kwangu vile, kama kemia. Kemia ilikuwa na changamoto kidogo, lakini nilijikaza kisabuni nikaweza kupata alama ya B- hata kama ndo nilianguka kwa zote. Hizo zingine zote nilipata alama ya A. Isipokuwa hesabu nilipata alama ya B+. Na pia kompyuta nilifanya, lakini iko rahisi kwangu pia.
katika tunasema kwamba ni study routine kila siku tangu ulipoingia form 1 hadi wakati ambapo ulimaliza, your study routine ilikuwa inakaa namna gani kila siku? Nilikuwa naamka asubuhi, nilikuwa na makundi ya group discussion ya kusoma, kwa sababu nikisoma peke yangu kuna vitu sikuwa naelewa. Nilikuwa natafuta hao wanafunzi wengine ambao wanazoa alama za juu, kwa tunasoma na wao kila siku. Pia nilikuwa naenda kwa walimu naulizia vitu zenye sikuwa naelewa, na kuna changamoto pia zilikuwa, kwa sababu unaweza kaa darasani ukose kuelewa, ama pia usingizi unapokuja ambao ni kawaida. Lakini nilijikaza kisabuni. Your study routine? Shule tulikuwa naamka 5. Kulikuwa na preps ya asubuhi, nasoma masomo ya kawaida hadi saa 4 usiku naenda kulala. Lakini wakati ilifika KCSE, hiyo group discussion ilikuwa ya muhimu. Tuko kwenye dom, kulikuwa na meza. Hiyo meza iliitwa KRAL. Katika hadithi ya Nipe Nafasi katika mapambazuko ya macho kulikuwa na kikundi iliitwa KRAL. Yaani watu wenye tunasema watu kama wazee hivi ambao wanafanya wana make decisions. So kwa hiyo meza tulikuwa Amos, Treasure, Moses. Tulikuwa tunasoma vitabu vilikuwa mingi hapo. Tulikuwa tunasoma hiyo asubuhi kabla tuende tufanye mtihani. Na ilisaidia sana kwa sababu tuliweza kusaidiana katika Kiingereza, sabati. No. Kwa upande mwingine wakati mwingine unapatanga kwamba kuna yule ambaye wakati wake mwingi huenda yeye ako kwa masomo zaidi, na kuna mwingine unapata ingawa ako kwa masomo lakini pia anaweza fanya kitu kingine kama vile michezo ama kujihusisha na mambo mengine yale. Ili kubalance kati ya masomo, pia kuna hizi zinaitwa extra activities za shule kama michezo, kuna drama na vitu zingine zile, na mambo yako pia umesema pia kuna mapumziko pia, unajua pia lazima upumzike na pia ufanya mambo yako hapa na pale. Ulikuwa unafanyaje balancing ili kuhakikisha kwamba kuna masomo, labda kuna michezo na mambo mengine, ili kuhakikisha kwamba maisha yako hayaegemei upande mmoja bali yako balanced all round? Hiyo kwa balanced, shule wewe inasaidia ukifuata ratiba ya shule. Wakati wa kucheza unaenda kucheza, wakati wa kusoma unasoma, wakati wa hizo clubs ukue clubs. Kwanza kuna mchezo ulikuwa una participate ukiwa shule? So kuna ama ina activity kando na masomo? Naam. But sasa hiyo kucheza mpira sikuwa nachezea shule. Nilikuwa tu nacheza ile yako tu ya kujivinjari hiyo. Yeah, kucheza na watu wa darasa, compete vitu kama mikate. Tukuje upande wako. Hizi co-curricular activities zilinisaidia pia ku break monotony. Juu kwa kula kuchoka unaposoma siku mzima uko peke yako, umesoma lazima pia ucheze kidogo ili akili sichoke. Na pia shuleni nilikuwa nacheza basketball. Na ilinisaidia sana kwa sababu unapocheza mwili unakuwa relieved. Na pia shuleni tulikuwa na clubs. Kulikuwa na club inaitwa Nyamesa. Ilikuwa inafunza mathematics, sciences zote hizo, biology, kemia, fizikia na pia engineering. Na ilinisaidia sana. Nilijiunga na hiyo kikundi, na katika haya mashindano ya science and engineering nilifika regionals, na pia niliweza kujua mambo kadhaa kutoka kwa hiyo kikundi. Katika safari yote ile, tukianza nawe Alvin, lazima ikuwe na changamoto zake. Na baadhi ya hizi changamoto, kuna yule ambaye hizi changamoto huenda zitamkalia, na kuna yule mwingine upande mwingine huenda hizi changamoto ataweza kuzitatua. Baadhi ya changamoto ambazo ulikuwa unapitia kama mwanafunzi hata katika matayarisho ya mtihani wa KCSE? Changamoto la kwanza ni ugonjwa. Mara mingi nilikuwa naenda hospitali kwa sababu nilikuwa na ugonjwa wangu ambao sitausema hapa. Nilikuwa nakaa hospitali, naenda kama kwa wiki naweza enda mara moja,
hiyo kingine naweza acha ni kunywa madawa. Na pia changamoto lingine ni school fees. Kama mimi kama mwanafunzi nayo kuna mzazi mmoja, si rahisi kupata pesa kila pahali. Alikuwa anajikaza, pale pengine anaomba, basari pia alikuwa anapewa. Na kwa masaa zingine alikuwa anakuja niambia na pesa, tunakaa chini, tunaomba, alafu tunaendelea na maisha. Kwako Jasper, zile changamoto ambazo ulipitia kama mwanafunzi? Changamoto ya kwanza ni hofu. Hata kama umesoma, hata kama umekuwa ukipita, lazima utakuwa na hiyo hofu kwamba utapita hiyo mtihani wa mwisho. Ni mambo ambayo huwa yanafanyika. Unapata mwanafunzi amekuwa akipita mtihani yake, lakini mtihani wa mwisho hafanyi vyema. Najua labda kuna vitu hapo kwa marking zinaweza fanyika. Najua mwanadamu anaweza fanya makosa. So changamoto ambayo nilikuwa nayo wakati nikisoma nilikuwa na hofia kwamba sitapata matokeo mema, na mentally hiyo ilinisumbua. No. Katika shule yoyote ile ama mazingira yoyote yale, unajua kila mazingira yako na namna ambavyo yapo, na pia shule kuna namna ambavyo the environment around you tunaweza sema kwamba inakuanga. How can you describe the environment yenye ilikuwa around you and also ile environment ama mazingira ambapo ulikuwa pale shuleni? Environment ya shule ilikuwa competitive kila pahali. Kwa mpira, kwa masomo, kwa kila kitu ilikuwa competitive. So hii kanionyesha pia hapa nje duniani it is the same, ni competitive, you have to compete. Tukikuja kwako Alvin, description ya environment around you pale shuleni ilikuwa namna gani? Ilikuwa vizuri, ilikuwa tunakubaliana kwa sababu kila mtu ako na changamoto zake. Na kuna ule anapata alama ya juu, ule anapata alama ya chini. Na shule kulikuwa na kitu kilikuwa inaitwa brotherhood. Mwingine akikosea umcheki, unamuita kando, mnaongea, mnaelewana, mnapeana mawaidha, alafu mnasonga mbele. Lakini kwa hayo yote maombi ndio ilitusaidia. Pia katika shule the same way tunazungumzia hapa kuhusu environment ya shule, kuna kile kitu ambacho wanasemanga shule mingi eti kuna kwanga na bullying. Labda ukiwa form 1 huenda kuna ka bullying, ama kuna labda wale wenzako wa form 4, labda ukiwa form 2 ama form 3 huenda wanakukalia, na huenda labda ukupitia hili changamoto. Lakini tunapozungumzia hili swala la bullying kwamba kuna wale wanafunzi ambao huenda wamekalia wengine na huwa wanataka au wengine wafanyie jambo fulani kulingana na vile ambavyo wao wenyewe wanataka. Tukianza na kwako Alvin, katika ile shule ambayo ulisomea ilikuwa namna gani? Shule yetu hatukuwa na bullying. Ukiingia form 1 ulikuwa unapatiwa ndugu mkubwa wa mwenye ako form 3 ama form 2, mwenye atakuzoesha na mambo ya shule. So kupata kesi kama hiyo ilikuwa rahisi, na bado kulikuwa na viranja kwa shule. Kama ulikuwa na changamoto yote, hata kama ni usiku, ungewaendea wakusaidie, watatue hilo jambo, kwa sababu weekendi walimu wako wanapatikana shule rahisi. Ni wanafunzi wanalinda shule. Okay. Kwako Jasper? Sikuwahi shuhudia kitu kama bullying kwa shuleni. Tulikuwa pia sisi yetu ilikuwa kama yake. Tulikuwa na huyo ndugu ambaye ulipewa kusaidie ukiwa na shida, unaenda kwake. Kukuwa na mambo ya bullying tukiwa shuleni. Future plans. Sasa matokeo yamekuja, umepata alama ya A-. Your future plans from now on going forward? Nilikuwa na ndoto ya kufanya biomedical engineering, na kwa saizi changamoto niko nayo ni kifedha, kwa sababu saizi pesa zimeongezeka za kwenda katika chuo kikuu. Na niko na mzazi mmoja mwenye kazi yake ni ya jua kali, si ile yenye napata kila siku. Kuna siku atakosa, kuna siku atapata. Maybe nilikuwa naomba kama anaweza pata scholarship ama bursary kutoka kwa mtu yote mwenye na tuombea mema, maybe na rafiki yangu labda. Okay, kwako Jasper, your future plan from now? Future plans ni kupata scholarship kama ya kusomea
huko unasemanga majuu. Hizo vyuo vikuu vinavyojulikana kama Harvard, Stanford, kusomea udaktari. Kuna yule mwanafunzi ambaye asubuhi ya leo ambaye labda anakutazama ama atakuja kufuatilia hii program baadaye. Ni ujumbe upi ule ambao unaweza kumpa ambaye ako shule labda ndiye anaingia form 2, kwa maana hizi unajua tuko CBC, so leo hii wiki kuna wale wanafunzi ambao wameshaanza kuingia, inaitwa grade 10. Ujumbe wako kwa mwanafunzi asubuhi ya leo ni upi? Ujumbe wangu ni weke Mungu kwanza. Alafu wawe mambo mengine yatajileta tu. Waeke Mungu kwanza, wasome, watie bidii, wakuwe watiifu na mambo mengine mazuri yatajileta. Kwako Alvin? Weke Mungu kwanza. Nikikumbuka mzazi wangu alikuwa niambia kila siku, soma Matthew 6:33. First seek ye the kingdom of God and other things shall follow. Nilikuwa tunaisoma naye kila siku na nizaambia naye nitazama, usife moyo. Maisha iko na panda shuka zake. Ukijikaza Mungu naye atatenda pale pake. Amen. Na mumejikuta ama mumefaulu katika mtihani wa KCSE na muna transit kutoka high school, so muna transit kwenda university, na ni wakati ambapo nchini, ni wakati ambapo mavijana ndio wameanza kujitokeza, na huenda leo, kesho na kesho kutwa pia mtaanza kuingiana na mavijana wengine, na ni wakati ambapo hata katika nchi yetu ya Kenya hata mavijana wale ambao wanatoka shule na wale ambao wako hapo nje na wanaendelea wanataka kujihusisha na mambo ya nchi, hasa katika upande wa masomo. Kuna yale mama ambayo ukiwa shule ulikuwa unaona kana kwamba hili jambo kuna vile ambapo halijafanyika vyema au linafaa kufanyika namna fulani. Ni jambo lipi hilo? Kimasomo. Kuna wale wanafunzi ambao wanatoka kwa hizi familia ndogo, na kama government yetu kuna wale nyana wengi napatia pole kwa kusema hivi, lakini kuna wale wanapatanga opportunity, wametoka kwa familia zinazojiweza, wanapata nafasi ya kwanza. Nilikuwa naomba pia kama wanaweza saidiwa pia, kwa sababu pia wao ni wanafunzi kama wengine, wanaweza pata equal rights kama wengine, waweze kupata nafasi ya kusoma. Na kwa haya mambo ya makundi, kila mtu ako na familia yake. Wewe na akili zako timamu ni unafaa kuamua kenye utafanya na maisha yako, si kufuata upepo. Kwako Jasper? Kuhusu nikiwa shuleni, mambo yaliyokuwa yakiendelea sikuwa natilia maanani. Nilikuwa tunasoma hizo headlines, sikuwa naenda kufuatilia zaidi. Unasikia leo hii serikali imefanya jambo fulani ama wanataka kufanya mabadiliko fulani, lakini sikuwa nilikuwa tunapita hivi nikiona headlines, sikuitilia maanani. Nikikuja kwako Alvin, hata wakati ambapo tunaelekea kumalizia mazungumzo yetu asubuhi ya leo, ujumbe wako kwa walimu, kuna mzazi, sana walimu na wazazi? Na washukuru walimu wangu wote, kuanzia principal hadi walimu hadi wafanyakazi. Walitupatia mazingira mazuri ya kusoma, walitushika mkono, walikuwa na sisi wakiomba na sisi tukadarusu pamoja, wametushikilia, walikuwa wazazi wetu wa pili. Na kwa mzazi wangu pia namshukuru, amejikaza kisabuni, kwa hiyo mfuko yake ndogo tumeweza kufika hapa. Nashukuru walimu na wazazi kwa sababu kuna hiyo uhusiano, kulikuwa na uhusiano kati ya walimu na wazazi. Ndio uhusiano huu ukiwa mzuri, walikuwa nafuatilia vile naendelea shuleni, ikiwa na shida walimu wanaambia wazazi. Nashukuru walimu. Hao wengine hiyo kategoria ya wasiokuwa walimu, non-teaching staff, pia nawashukuru kwa kufanya mazingira yawe rahisi ya kusomea. One legacy Jasper, yenye ambayo ungependa kuacha nchini ama katika haya maisha unapokuwa, ni gani? Legacy. Tulikuwa tunaambiwa tukiwa shuleni that a true man leaves a legacy
lives a responsible life. Legacy ambayo ningependa kuacha ni ya kuwa mtu ambaye alikuwa na Mungu kuanzia mwanzo. Alafu Mungu akamfanikisha akapata mambo mazuri. Alikuwa mtu ambaye alisimamia ukweli. Kwako Alvin? Ningependa kuacha legacy ya wale wote ambao walidhania maisha yamekuwa magumu. Kama mimi kama mmoja wao niliweza kufaulu, niliweza kumweka Mungu mbele na niliweza kuleta mambo mengi mapya kwetu nyumbani. Safari ya kwanza hii sasa imekamilika na kuna safari nyingine ama tunasema there is another phase yenye inaanza hapa nje, na hii safari ambayo inaanza huwezi fananisha hii safari kama ile ya high school ama primary. Hii ni phase nyingine mpya sana, na katika hii safari pia huenda itakuwa na changamoto zake. Kuna wakati ambapo utajipata uko juu na kuna wakati mwingine labda utapata uko katika kiwango cha chini. Ni vipi ambavyo tukianza nawe Alvin umejitayarisha sasa kwa hii safari mpya ambayo unaenda kuanza sasa hivi? Kwa maana number 1 utakuwa na ID, utaingia campus, na pia maisha ya hapa mbele sasa yanakungoja kama kijana, na kando kuwa kijana sasa wewe ni mwanaume. Na hapa nje unasikia kwamba kwa society ama Kenya yote mzima ama ulimwengu wote kwamba mwanaume ni kila kitu, mwanaume ni kile jambo. Kuanzia sasa na maisha ya kwenda hapa mbele umejitayarisha vipi sasa? La kwanza ni nimebatizwa. Na kwa sababu hii maisha sijazoea naenda kuyaanza. Ningependa Mungu anisaidie kwa sababu kuna vitu zingine nitakuwa najiamulia mimi mwenyewe, sitakuwa nategemea mzazi. Nitakuwa pia naomba Mungu anisaidie kwa sababu si kila kitu nitafanya kizuri. Binadamu wanafanya makosa zingine. Nitakuwa namtegemea Mungu anisaidie. Kwako Jasper, safari imeanza sasa. Kuna watu wanaitwa role models. Watu kama uncles, aunts ambao nimeona wakipitia hapo university tangu nikuwa utotoni. Nitawatumia ili niweze ku make the right decision. Alafu nikiwa huko nilikuwa naambia tukiwa shuleni, kumbuka ambako ulikotoka. Wewe si kama huyu labda ametoka kwingine, ni different. Ukikumbuka ambapo umetoka utaweza ku make the right decision. Lile swali ambalo lipo hapa anauliza, acha nikianza nawe Alvin. Ipo wakati ambapo ulihisi kana kwamba ni kama maisha yamekukalia ama tunasemanga your lowest point in life kama mwanafunzi ukiwa shule? Hizo siku zilikuwa zinakuja. Kwanza ni masaa najaribu kusoma, alafu kuna kitu itaki kuingia kwa akili. Najaribu kabisa inakataa. Nilikuwa najiuliza sembusi ikuje kwa mtihani nitaandika nini? Nilikuwa naomba tu Mungu anisaidie. Your lowest point kama mwanafunzi? Nikiwa kidato cha kwanza niliweza kuanza vizuri hizo mitihani za kwanza. Lakini hiyo ya kwanza ya kidato cha pili sikuanza vyema. Alafu mzazi alikuwa ameniambia akinipeleka shule, najua usipofanya vizuri katika kidato cha pili watu wataanza kukudharau kama yule mtu ambaye tu alipita mitihani ya definition. Wakati sikufanya vizuri wakati. Sikusikia vizuri, ilikuwa the lowest point. Na tunapomalizia labda niwape dakika moja kujibu hili swali ambapo ingawa ulikuwa umeshalijibu la kwanza, lakini mnaweza rudia labda yanaingia ile university ambayo ungependa kujoin. Hilo ni swali lake ingawa ulikuwa umeshalijibu tunapomalizia. Nilikuwa nimesema huko Harvard, Stanford ama hapa Kenya University of Nairobi. Alvin? Hapa Kenya ningependa kuingia katika University ya Kenyatta ama Nairobi, lakini pia Mungu akiweza nikipata scholarship pia nitaenda. Kuna kitu inaitwa mental health pale shuleni. Tukianza nawe Jasper, huenda kuna wakati fulani ulikuwa na feel ni kama labda
huenda huku lishuhudia, lakini pia unajua kuna wanafunzi wengine ama pia pale shuleni pia kuna kuanga na zile clubs pia na walimu ambao wanasaidia katika mambo ya mental health. Labda kwako ipo siku ambayo kidogo ni kama ulishuhudia mambo kama haya, ama ni namna gani mlikuwa mnaelekezwa katika mambo ya mental health kama wanafunzi? Kila wiki kulikuwa na walimu walikuwa wamewekwa kusaidia katika hiyo guidance and counseling. Kila kidato ilikuwa na walimu wake wawili. Kama ulikuwa una shida ulikuwa unaenda kwao na kusaidia, lakini mimi mwenyewe sikuwaishuhudia. Na wanafunzi walikuwa wanaenda ama mlikuwa mnakalia mambo yenu tu? Walikuwa wanaenda. Kwa maana kuna wale huenda wanaogopa mwalimu. Mwalimu wangu wa Kijerumani ndio alikuwa wa guidance and counseling, ndio alikuwa mkubwa. Wakati nilikuwa naenda kumuona nilikuwa napata wako hapo wananiambia usiingie saa hizi, niko na wanafunzi. Watu walikuwa wanaenda. Alvin kwako? Shuleni tulikuwa tunawaita school fathers. Kwa tunawaenda, lakini kuna wale wanafunzi ambao wanaogopa walimu. Bado tulikuwa na peer counselors kwa kila darasa. Walikuwa wawili. Ulikuwa unaenda unaelezea mwalimu, alafu mwalimu anakuwa friendly kidogo kwako. Kama ulikuwa unamwogopa, hiyo uoga inaisha. Mbiamono mwanchu mwarigereria asoko kwatu murobiri uyega cyatiga kireka kyanda cyoka kirage cinsa isano cyabona mambya imeyen Soko TV Burusu Mugusi togo sanga na aborokiwa korwa ase eskuru ya Nyakongo, eskuru ya bambre ya Nyakongo amo neria ya Mangu au bakori bya ase amatemu aita KCSE 2025 se Jasper anyora magisi gose amachibu ye grade kirikia A na boigo Alvin akanyora amachibu ye grade kirikia A minor na boigo nkwani ibuna kwani bwatiri wikiraboni yakerekeria turu chigo cia gukorera na kiribya mbaye nafasi eliyo bakwane amana yemambya bono ase engana yomuro. Alvin, tunapomalizia hebu zungumza na mtazamaji yule ambaye anakutazama asubuhi ya leo, na pia ulizungumza kuhusiana na jambo la huenda ukahitaji msaada kuanzia hapa kwenda mbele ili kukuwezesha pia kuendeleza ndoto yako ambayo ile unataka kuhitimu maishani, na pia ni vyema labda kupatiane ni namba gani kwa yule ambaye angependa kukufikia anaweza kufikia nayo, labda ya mzazi pia. Jambo la kwanza, tulifanya mtihani kila mtu. Kuna wale walipita, kuna wale hawakupita vizuri. Ningependa kuwatia moyo, msikufe moyo. Bado maisha hayajaisha. Haimaanishi kwa kuwa hujapita mtihani wa kitaifa kuwa maisha yako yataharibika kwenda mbele. Mungu ana sababu kwa yote. Na ninapoendelea katika kiwango kingine cha university, ningependa kama kuna usaidizi wowote, scholarship ama bursary, ama mtu anayetuombea mema aweze kutusaidia tuweze kutimiza ndoto zetu. Na kwa kuwa kama kuna yoyote mwenye angependa kutusaidia, namba ya kutusaidia ya mzazi ni 07 27 38 55 13. Asante. Rudia hiyo namba. 07 27 38 55 13 ndo namba ya mzazi. Asante sana. Kwako Jasper. Pia mimi kama ningepata usaidizi ya kusoma hata ikiwa hapa Kenya huko majuu, ningeshukuru sana. Namba ni 07 11 67 32 33. Kirudia ni 07 11 67 32 33. Na nitashukuru sana. Kile ambacho ningependa kusi watu ni kwamba usife moyo. Katika hii mtihani ambayo tulifanya, hiyo mtihani mmoja should not define who you really are. Mtu anafaa aendelee. Tulikuwa naambiwa this life after KCSE. And that life is really long. So brace yourself for the next step ahead. Asante sana kwa kufika ndani ya Soko TV na kututembelea na kwa mazungumzo ambayo tumefanya asubuhi ya leo, na kutoka hapa tunaotakia laheri, tunaotakia mema, na pia Mungu aendelea kuwa nanyi. Asante. Siku moja ndoto itatimia.
ukiendelea kujituma, ukiendelea kujikaza, tunasemanga hakuna jambo ambalo wewe binafsi aliwezi timia kama umelipanga na pia uko na hiyo ndoto na pia unaendelea kujisukuma maishani. Mbia mono mwancho murigeria asa itwa remambia ya bono nabo igo ase chinamba bana nire emambia yiga nabo ukuba kirisimi kerokeria chinambe echo nchichikobekwa bwo ase TV ya gemambia ya bono erio uchikubaikira emambia ya bono namba ya Alvin amo neria ya Jasper kerokeria tinko chirorera sobwango mono nigere ya Alvin eriwekero mwibiri bwa Alvin uyonyorete credit kia A- nigere 0727 385513 inero ya Alvin na boigo ya Jasper eyo mwibori nigere 0711 67 32 33 inero enamba yo mwibori ekereke twekero mwerio ase ensementangali lakini toskakuru ase TV yago ginkwira na baadaye ntuchikoendera komurekera ayanda mange ayagendera temambia yabono ekerekerio muraiwense Daktari William Samuel Ruto ase ritukeriga ase nsemo ya gatano kurwa murobiri yega uchagetwe kurwa ase county ya Kakamega ugaswa ase county ya Wasinigisho ukaretwa ase county ya Nakuru na bono ritukorigoro nigo murobiri yega okorekanita ase county area ya Nyeri bono ritukoria rero nigo muraiwense Daktari William Samuel Ruto amona babwatani bonsi barase serikali bairire umurobiri bwo kwana na chibesa cyo murobiri umanyekaine buna nyota ase county ya Samburu erigo siraba sae ase merobiri ao nigo kero musae akonyora chilifu emerongo ebere na ibere eri kumusira na koegendereri asubugi mobugi aya mase yemo nigungo koira paka se county ya Samburu eri toligereri na naraliaya agendera tekurwa se county yo asomura igwense Daktari William Samuel Ruto agendera tekora umurobiri uyega bwo kwenana chibesa cy'umurobiri umanyekaire buna nyota gutia saba sae ningina ne baadaye na yande amange. Come out of school, they come out of college, when they come out of university. And that is why, as the government of Kenya, under my administration, we have designed pathways for creating real, deliberate, intentional jobs for young people in our nation. Zamani, walikuwa wanaongea tu mambo ya kupatikana kwa nafasi za ajira generally. Today, we are not talking generalities because you cannot create jobs if you are not intentional. You cannot create jobs if you are not deliberate. And that is why we have designed pathways. Kizungumza hapa na nyinyi, this is one of the pathways of empowering and giving opportunities to the young people of our nation. Nyinyi mnanielewa jameni? Number one, tulisema ya kwamba tuta implement program ya housing fund. Hiyo housing fund haikukuwa tu maneno ya kujenga manyumba, soko na hostels. It was about creating jobs. And that is what many countries do anywhere in the world. They invest in public infrastructure. That is how to stimulate economies and to create jobs. Na sababu hiyo, leo mimi nikiongea na nyinyi, tuko na vijana 1500 wanafanya kazi ambao hawakukuwa wanafanya kazi miaka miwili iliyopita. Wanafanya kazi katika programu yetu ya affordable housing. Kuna wale wanajenga manyumba, kuna wale wanajenga masoko, kuna wale wanajenga hostels, tuko na engineers kule, tuko na architects kule, tuko na masons, tuko na carpenters, tuko na plumbers, tuko na electricians, tuko na watu wa aina zote, all trades. Our affordable housing program. Nyinyi mnanielewa jameni? Ndio unasikia viongozi wengine wenye akili kidogo wanasema ati wataondoa housing. Hawa watu wako na akili kweli? Wewe utaondoa housing alafu vijana 1,000,000 wanafanya kazi huko, utawapeleka wapi? Hiyo ni ujinga si ujinga? Ni upumbavu si upumbavu? Mimi nataka niwaeleze. Hiyo ni program moja. And we are transforming Kenya. Leo ukienda any major town in the Republic of Kenya, utaona the transformation that is going on. We are building 400 markets around this country. We are building 240,000 housing units in Kenya. And we are building hostels for our children in colleges, in universities, in KMTCs, for 180,000 young people in Kenya.
That is how you transform a nation. Nyinyi mnanielewa? Mimi nataka niwaulize. Nyinyi mkitembea Ufaransa, yule ambaye ameenda Marekani, yule ambaye ameenda Ujerumani, yule ambaye ameenda Ulaya, unakuta kule iko gorofa namba 20, gorofa namba 50, gorofa namba 10. Hizo gorofa zilijengwa na wananchi wa sehemu hiyo na akili zao. Hii yetu ya Kenya sisi tutajenga wenyewe na rasilimali yetu na akili yetu. Na vijana wetu, the young people of our nation, ndio watakuwa kipaumbele. It will be built by the young people of our nation. Those who have gone to universities, those who have gone to colleges, those who have gone to TVETs, they are the ones, the architects, the engineers, the masons, the carpenters, the electricians. They are the ones who are going to build this nation. Vijana muko? Vijana muko? Jambo la pili. Tumesema vile vile, we want young people because we have the best human capital. Wakenya duniani kote wanaongea Kiingereza kizuri kuliko watu wa kutoka nchi zingine zote, hasa hapa bara la Afrika. Wale wanatushinda tu kidogo ni Waingereza peke yao, lakini sisi tuko hapo, tuko na wao bumper to bumper. Na ndio mnajua, ukienda kampuni yote ya kimataifa na useme kati ya Mkenya na mtu mwingine nani atapata nafasi ya kuajiriwa, Mkenya atakuwa hapo mapema na asubuhi. Sababu hiyo, we are prepared to share the best human capital with the rest of the world. Na ndio sababu hiyo tuko na Wakenya wengi wanafanya kazi kampuni tofauti tofauti katika nchi mbalimbali katika dunia hii. Na wakati nilikuja kwa ofisi, nilisema kama kuna Mkenya ako na nafasi ya kufanya kazi Marekani, tumsaidie afanye kazi Marekani. Kama kuna yule anataka kufanya kazi UAE, ama anataka kufanya kazi Ufaransa ama Ujerumani, tutamsaidia. Tumsaidie pesa ya kulipa ndege, tumsaidie apate passport kwa siku 2 ama 3, na tuhakikisha kwamba akienda huko asitapeliwe na mtu yeyote. Na ndio sababu leo ukienda kwa portal ya National Employment Authority, ukienda kwa portal hapo utakuta nafasi za ajira ambazo ziko kila sehemu ya dunia, na unaweza kuapply, unaweza kwenda kufanya kazi. Na leo nikiongea na nyinyi hapa, tumeongeza pesa ambayo inatoka ile inaitwa remittances ya kutoka diaspora remittances, imeongezeka in the last 3 years by $1 billion. That is a deliberate plan by the government of Kenya. Watu zamani hawakupanga vile vijana wanaweza kupata ajira. Vijana wengi walikuwa wanaenda Saudia, wanatapeliwa. Wengi wanaenda kampuni zingine, duniani zingine, wanaenda wanafanyiwa mambo. Today we have straightened, we have signed bilateral labor agreements, and we are making sure that any young person who has an opportunity to work anywhere in the world is not denied that opportunity, is facilitated so that they can work anywhere, they can empower themselves, they can fend for their families, and they can grow our nation and our economy. Jambo la tatu, tumesema, na mimi natangaza hivi kwa sababu tunataka vijana wa Kenya wajue ya kwamba serikali yao inawafikiria, inapanga mambo yao, na nyinyi pia mjue ya kwamba duniani hii mambo ni kujituma, my friend. Mambo ni kujituma. Hakuna nafasi itakuja kukutafuta nyumbani. Hakuna nafasi itakuja kutoa kwako. Wewe lazima ukanyage, wewe lazima upige simu, wewe lazima utume SMS, wewe ujitume, ndio tuweze kuendelea na wewe pamoja. Vijana hoye! Vijana hoye! Jambo la tatu tunafanya, na mimi nataka niwaeleze vijana so that you know where your opportunities are. Jambo la tatu ni mambo ya digital jobs. For a very long time, hatukukuwa na mpango ya vile vijana wanaweza kufanya kazi katika program ya digital jobs. Nchi ya Philippines
They have perfected how to work in the diaspora and how to work on the digital platform. Ndio tumesomana na wao, na leo we have 300,000 young people in Kenya working on the digital platform, on digital jobs. Mimi nilikuwa juzi pale Ruiru. Vijana 5,000 wanafanya kazi kwa building moja. Nilienda kufungua ya CCI. Mambo ya business process outsourcing, digital jobs, Jitume Center, ICT hubs ni program ambayo tuna roll out kama serikali ya Kenya. Sasa tumefikisha fiber optic 30,000 kilometers. Mpango yetu ni kufikisha 100,000 kilometers, na tuhakikishe ya kwamba kuna nafasi ya ajira katika kila ward. Tuwe na ICT hub, tuwe na Jitume Center, ndio vijana waende pale, ufanye kazi kampuni yoyote duniani, ulipwe pesa kwa dola ukiwa hapa Samburu ama Marsabit ama Laikipia ama Isiolo, na tuweze kuhakikisha kwamba vijana wetu wanapata nafasi ya ajira. Vijana hoye! Nyinyi mnanielewa? Ya ine ni hii, tumesimama hapa na nyinyi. Sio kila kijana ataenda kufanya kazi Marekani. Sio kila kijana ataenda kufanya kazi kwa program ya affordable housing. Sio kila kijana ataenda kwa ICT hub. Kuna wale wanataka kufanya biashara. Si ni kweli? Na ndio sababu hiyo tukasema design program ya Nyota. Na hii program ya Nyota tuko na nafasi mara 4 ama programs 4. Program ya kwanza ni hii yenu ambayo tumekujia hapa leo. Tumesema ya kwamba kila kijana ambaye anataka kufanya biashara, na pengine unaanza biashara kidogo lakini huna pesa ya kutosha, tukasema ya kwamba hawa vijana wata apply. Na tulisema hii application hatutaki patronage, hatutaki kujuana. Sio lazima ujue chief, sio lazima ujue PS, sio lazima ujue mjumbe ama MCA. Wewe na simu yako uta apply, tutakufuatilia mpaka upate hiyo pesa. Mimi nataka niulize nyinyi vijana mlio hapa, kuna mtu amehongana ndio afike hapa? Kuna mtu amekuuliza ya kwamba umpatie pesa fulani ndio akuweke katika program ya Nyota? Si kila mtu amechukua simu yake, uka apply, ukafuata maagizo, ukatembea, ukaenda kwa training, ukatoka kwa training umefika hapa, na si leo utaondoka hapa na mali yako. Hiyo ni kujituma na ni bidii, na mimi nataka niwaeleze pongezi sana kwa sababu nyinyi ni watu wa bidii. Tunaelewana? And I insisted that this program must be transparent. This program must be accountable. We do not want brokers. We do not want connections. We do not want patronage. We want to make sure that every young person, by their own effort, should be able to be a beneficiary of this program. Na ndivyo mumefika hapa leo. Si namna hiyo? Tuko pamoja? Tuko na program ingine part of this Nyota. Wale watakao pata pesa hii shilingi 50,050 kila mmoja ni vijana 100,000. Na tutapatia nyinyi shilingi bilioni 5 kuhakikisha kwamba 50,000 for every young person, 100,000 of you. Lakini tuko na program ya pili. Kuna vijana wengi ambao wamefanya kazi, pengine ni plumber, pengine ni electrician, pengine ni tailor, lakini hakupata nafasi ya kwenda college. Hana certificate, hana stakabadhi yoyote. Sisi tumesema tunatafuta vijana kama hawa. If you have friends, if you have neighbors, if you have people whom you know who are either masons, they are carpenters, they are electricians, they are whatever it is that they do in terms of trade, but they don't have a certificate, we want to support them. We want to look for them. Sisi tutawalipia ile examination ambayo watafanyiwa. Sisi tutawalipia certificate, wapatiwe certificate. Ndio huyo ambaye hajakuwa na certificate, hajawahi kwenda college, pia tumwezeshe kupitia kwa serikali ya Kenya. Tumwezeshe awe na certificate, ndio the next time anaweza kwenda kwa affordable housing, anaweza kwenda mahali popote, aende akiwa na certificate yake,
apatiwe ajira, ndio tuhakikisha kwamba no Kenyan is left behind. Nyinyi mnanielewa? Mnanielewa? Jambo la tatu, program ya tatu under this nyota. Tumekubaliana vile vile ya kwamba tunatafuta vijana 90,000 of them, wale ambao wamemaliza form 4 ama hata standard 8 ama standard 7 ama form 2, hawana certificate yoyote, hawajaenda course mahali popote. Sisi tunataka tuwasaidie hawa, tuwasaidie waende wafanye hiyo course wanataka, na tuwalipie na tuhakikisha kwamba wamepita, na hiyo itakuwa ni program ya miezi 6. Nyinyi mnanielewa? Na kila mwezi yule ambaye tumeidentify tutampatia 6,000 kila mwezi aweze kwenda nyumbani na kurudi mpaka amalize course, na tutamlipia hiyo course na tutamlipia certificate. Kwa hivyo we are looking, na mimi nasema hapa vile we have identified these young people, want to identify the next cohort ambayo watakuwa ni watu tutawapatia training na tutahakikisha kwamba tunawalipia, ili hata na wao kwa leo wanaweza kuwa hawana certificate, lakini itakuwa ni jukumu letu kama serikali tuhakikishe ya kwamba tumewalipia gharama ya kuwa na training na gharama ya kupatia certificate, na hiyo certificate watapata kupitia mpango yetu. They will pay nothing, the government of Kenya is going to pay everything. Tunaelewana? Ya ine, nataka mnisikize vizuri. Ya ine, kuna biashara serikali inafanya. Tunauza vitu nyingi ama tunanunua vitu mingi kama serikali ya county. Tunanunua vitu nyingi kama serikali ya kitaifa, na tumeweka portion ya people living with disability, young people, women, single mothers. Tumeelewana? Na hiyo ni karibu biashara ya karibu shilingi bilioni 300 every year. Lakini vijana wengi hawajapata nafasi ya kuchukua hiyo biashara kwa sababu hawana uwezo, hawana training, we have not built capacity for them. So tunatafuta vijana 600,000. Vijana wangapi? 600,000 young people across Kenya, including women, single mothers and people living with disability. Tunataka tuwapatie training, tunataka tuwafanyie capacity building, na tuwa connect na biashara na serikali ya county na biashara na serikali ya kitaifa, waweze pia kuchangia katika kutusaidia kuendesha biashara Kenya, na pia wao wawe beneficiaries. For a long time it has been a token, but we want to actualize it. Vijana muko? Si tulikubaliana mambo ni bottom up? Ama tulikubaliana aje? Bottom up ndio hii. Tunachukua mtu mwenye hana certificate, tunampatia certificate. Tunachukua mtu hana biashara kama wewe, tunampatia 50,000 pia na yeye aamuke na tuweze kutembea safari hiyo pamoja. Tunaelewana jameni? Ndio mimi nimekuja hapa. Mimi sijatumana. Mimi nimekuja hapa mwenyewe niwaangalie kwa macho, so that you take this thing seriously. Nyinyi mnanielewa? Tuko pamoja? Leo nikitoka hapa mtaenda nyumbani na milioni 200 from here. Nyinyi mnanielewa? How much? 4,100 and something fellows here. You're going to go home with 103 million shillings today. Hiyo ni 50%. Alafu baada ya hiyo another 103 million. 206 million we are going to give you. Na itakuwa yenu ya kufanya biashara zenu. Na hiyo pesa sio loan. Hiyo pesa ni grant. Ni pesa ambayo hauhitajiki kulipa. Nyinyi mnanielewa? Na mimi nataka mjue ya kwamba kwa sababu serikali ya Kenya, wananchi wa taifa letu la Kenya wamekupatia 50,000, wewe pia uwe na nidhamu. Uhakikishe ya kwamba hiyo 50,000 imebadilisha maisha yako. Na tumekupangia vile vile kama ni biashara ambayo inaenda kufanya, tuko na mahali ambapo unaweza kwenda kuendelesha hiyo biashara yako. Tunajenga masoko. Hizi soko zote tunajenga Kenya leo
iko na cold room, iko na storage, iko na mataa, iko na usafi, iko na maji, and it is modern markets. Tuko na county aggregation and industrial parks, mahali tutaweka common user facilities. Kama unataka kufanya processing, minor processing, unaweza kuenda kwa county aggregation and industrial park. Tumeweka pia mpango mkubwa wa special economic zones and export processing zones. Tunaanzisha 6 zingine Kenya. Ndio kila mtu tumfacilitate aweze kufanya biashara. Nyinyi mnanielewa, watu wa Isiolo, Marsabit, Laikipia pamoja na hapa Samburu? Tunaelewana? Tunaelewana? Ndio hiyo mimi nataka niwaeleze kwa vijana wetu wa Kenya. You have the greatest opportunity. You are at the center of the plan that we have. Na ndio sababu hiyo we are investing in education. We are investing in making sure that we create jobs. Jobs in the affordable housing program. Jobs in the digital jobs program. Jobs in the export of labor program. And jobs in this Nyota program, where we are empowering young people with finances and with skills for them to be able to contribute meaningfully to the growth of our nation. Vijana tunaelewana jameni? Tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Mimi nataka niwaulize, serikali gani imeita vijana vile tumewaita tuwapatie pesa ya kwenda kufanya biashara? Kuna serikali nyingine imeitana? Kuna serikali nyingine imeitana? We have a concrete plan and we are deliberate and intentional. Wale ambao ni wanasiasa wengine huko nimesikia pia wako na mpango. Ati mpango yao ni kuambia Gen Z mwende mulete fujo, mjiandikishe mupige kura, watu muwapigie kura. Mimi nataka niulize wewe mtu ambaye ni bure. Unachochea vijana wetu waende wafanye fujo. Unawaambia waende wakupigie kura. Alafu hawa vijana nini chao? Huna mpango ya kijana yeyote. Wewe uko na mpango yako, ni yako kutumia hawa vijana. Kwanza nilisikia mwingine juzi ati anawaambia vijana, nyinyi nikienda mahali mchukue rungu na panga mkuje muniprotect. Yaani sasa wewe unafanya vijana wa Kenya wakuwe watchmen wako. Wakati unajivinjari, unaenda kutafuta mambo yako na bibi yako, unawaambia vijana wa Kenya wakuje wakulinde, kwani wewe hao watu wako na wazimu sana. Sijui kama tunaelewana bana. Nikasikia mwingine ati anasema hii 50,000 ni pesa kidogo. Mimi nataka niwaulize, kweli pengine pesa 50,000 sio pesa nyingi? Si ni kweli? Lakini inaweza kufanya biashara ama haiwezi? Inaweza kufanya biashara ama haiwezi? Na niliwakumbusha jana maneno ya Biblia inasema, Zakaria 4:10 inasema, do not despise humble beginnings. Mambo yote yanaweza kuanzia mahali padogo and we can go very far. Tunaelewana jameni? Tuko pamoja? So mimi nataka niwaulize viongozi jameni, kama hamuna kitu ya kupanga ya hawa vijana, wachaneni na vitisho, wachaneni na uchochezi. Hawa vijana, they want a future. Wanataka kujua ajira itapatikana wapi. Wanataka kujua masomo wataendelea namna gani. Wanataka kujua biashara watafanya namna gani, na watapata usaidizi wa aina gani kutoka serikali yao. And that is what we are going to do. And I want to assure you, the young people of our nation, that this administration, we have developed for the first time the most deliberate plan for the young people of our nation. Vijana hoye! Vijana hoye! Vijana hoye! Muko tayari ama muko tayari jameni? Munasema tuendelee? Tusomeshe watoto wetu? Tuwapangie ajira? Export of labor? Ile ya digital platform? Pale kwa affordable housing? Na hapa kwa Nyota? Tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Hebu niole wana anasema tuendelee, 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 tuendelee. Basi sasa imefika ile wakati.
imefika ile wakati, si ndio? Ni leo, si leo bana? Wacha hata leo, ni sasa, si sasa? Na kama sio sasa, ni sasa hivi. Haya, niletee hiyo baza. Hawa wajamaa, kila mtu ako na simu yake, kila mtu ako na simu. Hebu nione simu, nione simu, nione simu, nione simu, nione simu. Yaani nyinyi mmejipanga, lakini niwaulize kabla sijafanya ile kitu, wacha niwaulize nyinyi, mko na mpango ya hiyo 50,000? Unajua kuna watu hawana mpango hii Kenya. Si mnajua wale jamaa? Mpango hawana, sera hawana, agenda, ideas, hata hii. Lakini nyinyi mko na mpango. Nitauliza some of you mkuje mnieleze mpango yenu ni gani, sio? Tunaelewana? Sasa mimi nataka haya, tuko tayari. Rais afanye ile kitu. Unajua akifinya hii pesa inaanguka sasa. Sahi, tuko tayari? Hebu nione kama tuko tayari. Tuko tayari, tuko tayari. Your Excellency, in 3, 2, 1, pesa mfukoni. Ndio hiyo, ndio hiyo, ndio hiyo, ndio hiyo. Tuanze kuangalia simu. Tuanze kuangalia simu. Hebu tucheze video, tucheze video. Ngoja kidogo, tuko na video hapo ya maelezo. Video ya maelezo, video ya maelezo. *254 hash. Ile video yetu *254 hash. Haya, wakiweka video enda *254 hash. Alafu ukitoka hapo ende nyota. Zimeanza kuingia? Haya, wakiweka video *254 hash, alafu uende nyota. Select nyota project. Umeselect? Haya, enda business. Nasikia iko problem ya network hapa. Kuna watu wako huko, sijui ni nini hao watu. Video tafadhali, *254 hash. Aya, network inafunguliwa. Imeshafunguliwa sasa. Your Excellency, maybe we can engage the governors as this is okay. Wacha, kwa sababu niko na washirika wangu hapa, viongozi wa county ambao watafanya kazi hii pamoja na mimi, na nyinyi wote mnafanya biashara katika counties zetu. Mimi nataka niwaulize my friends governors wakuje hapa. Niko na governor wa Samburu, Mheshimiwa Lati Lelelit. Niko na governor wa Marsabit, Mheshimiwa Mahmud. Na niko na governor wa Laikipia, Mheshimiwa Irungu. Sasa Mheshimiwa governor wa Marsabit, wacha nianze na wewe. Sasa hawa vijana leo wataondoka hapa na pesa. Hawa vijana ni wafanyabiashara, wanafanya biashara katika counties. Ningetaka kukuuliza kwa heshima, hawa vijana wanataka kujua tutasaidiana na wewe na hawa kwa njia gani? Eye Nensoko TV, Oboroso bw'Omugusi.
karibu na ino mwanchumo rigere chira kameronge bere na inyegure chinsa isano chabono mambia imeyo murubiri gweto rubini asensemo eyegeri triane Ishmael Mogere ase ogosuka motwe skuru ya secondary ya Magonga SDA mixed nigere gatie skuru ibwatu mubaromoke bwaborokiwa baswere ase grade kerige 10 ase wikabono aborokiwa batano na batatu boka na bubasoire aroro skuru eyo egotuka ensemo ye bunge ya North Mugrango ime county ya Nyamira nigo gweto mworokia omonene Daniel Misati asabira abayibori koreta na banyere bituma buna school fees tigango turarigeri na rari yagendere tukuru asensemo ye skuru eyo ambayo inaendelea kufanywa na walimu wa hii shule. Deputy Principal of Magunga SDA Mixed Secondary School ene school ya Magunga Secondary School asiri tukore igoro mtocha gete admit abanafunzi ba grade 10 ama ene na batoto bangatana apitera bankia una to expected. We have received around 10 students, but then we expect to receive more students in the course of this week. Igato wapi la sabaiboli una kerokenda be kunyare karanga ngono bwate challenges TFE egente kanene ene wiki ya kabere ya masomo yetam to kuba request moleta abana baino Magonga ne skuru yerengia skuru ya bere akorabuya for so many years. Kuna wanonja ira abanafunzi abange over 75% mbaeta bakwenda college goto abasabire ne universities goto abasabire abayiboli moleta abana baina se school yaito na ende egentekene no kugamba ne school the school administration una mokonya ko mokorete chibes konyoka konyara 500 kurwase chai kwaleta okonyara 1000 kwaleta pole pole abana bagendera masomo egere mbaba sakobera isiko ikere isiko nebwata amatemu amange abana kunya bachakira kunywa maru tinya sore na abanda abaisike basa kunyoro borito bwa mapema igo na bapi parents monyara kwa mokoreta abana si skuru ya Magonga ikane skuru ebwata abalimu abange na ine skuru ebwata STEM no ane examiners ibwate na abange abantu bwata ubumanyi obonge bawochakonya abana baino banyakwa baosoma mbiamonasa Woska mutwe mwancho murigereria korende tugotigera se chisemi omorki wayo mokuru asensemo ye bunge ya Kiharu nigaerere buna gwetiro bugimo bokongo ose gwetiro bugima bokonga ya mochetie kwirira era umanyene gutiga masomo asingenchi yo kuboru chibesa kore no mubunge wensemo eyo ndindi nyoro akaba omusamaria na komokonya kwegenderia chisemi tigango turarigeria uno morki woyega akwerera umuganoye emambia yabono. Mimi nimetoka Nairobi, Dagoretti South constituency, hapo Kawangware, si mnajua? Sasa mimi niko nasomea vile nimaliza KCPE nilikuwa nimepata 365. So shule nilikuwa nimeitwa ilikuwa mbali, nikaenda. So jumina kana mama. So mama akaangalia shule iko karibu afadhali juu pia expenses affairs nikapelekwa Dagoretti High. So juu mama bado ananga mboka. So ananga iko kazi, tupiganga tu waso. So sinikaingia tu hivyo Mungu tu yani, si ndio? Nikaingia nikasoma form 1 first bila kusumbuana sana. Juu tulikuwa tumetafuta tu kitu kadogo tu ila kubangaiza. So nikasoma first term, nikasoma tu vizuri, nikafanya hadi teo. So kufika second term, juu ya fees, unajua uko tulikuwa tunalipa pesa mingi, 68,000 per year. So juu ya fees, kwanza nikakosa kusoma second term yote. So juu uko tulikuwa tunatumia tu basari, una-apply tu na basari, saa zingine unapata, saa zingine unakosa. Hiyo ndio tu mimi nimesomea nayo. Na ukipata ni pesa tu kidogo pia. Kitu kama 5k. Inaweza kusaidia sana. So juu sami tulikuwa tunalila on basari sana. Sasa tulikuwa tunaambia principal afadhali hadi aache nifanye tu teo. Tupate hiyo result tuende tu apply na basari.
Sasa nikasoma hivyo, form 1 ikaisha, form 2 nikasoma mtindo tu ni hiyo, nasoma hata moja hata mwingine usome. Sasa nikasoma Kimungu pia nikamaliza form 2, lakini ataka niko na kachapoa. Sasa hiyo mambo ya kuwa out sana, napata hadi performance pia ikampo. Sasa nikamalizanga na B+ form 2. So kurudi shule. So si dada msindo hiyo, first time si ndio inaingia form 3. So principal hapo sasa akapunda, acha niseme tu kweli. So akabonda, akasema lazima sasa hiyo fees lazima tu clear kwanza, ndio sani enroll tena ninge form 3. Lakini sasa juu fees ilikuwa mingi kweli. Alikusema kweli sasa sijai clear di form. Hadi nini fee yote hadi ya form 1. Sasa juu nimeona mama mse anastruggle sana na juu yangu, sasa ikabidi kwanza ni drop kwanza. Sasa nika drop ya form 3. Nikaachia hapo kwanza. So ilikuwa back there in 2023. So nimekaa nje for about 2 years. Hadi 2025 sasa hapo kitu July, kitu June. Ndio nikasikia mheshimiwa ameenroll, alikuwa na nini? Hii program ya masomo bora. Ndio alikuwa na launch. Nikasikia bado kuna mambo ya masomo bora. Kwanza nikaignore kwanza, nikaachana nayo. Nikakuja nikapata saa interest, jupeo naangalia vile home kuna kaa. Wajua bro ya mimi alisomanga kapata B+. Lakini juu pia ya ngori ya mtaa akachachuo, sasa anatumia kama drugs. Sasa nikaona vile home kumekaa. Na sisi yangu pia alisomanga kachia form 3. Sasa labda mimi ndo nisimamishe kwetu. Sasa nikarudi, nikamwacha, nikaiguna kwanza hiyo June nikaanza. Hapo date ka 25 ikiisha. Nikasema acha kwanza nifuatilie poa. Ndio nikasikia mheshimiwa ametoka Kiharu huko Murang'a. Unajua Murang'a hadi sijai kuja tena. Sisi ndio watu wa Nairobi. Tumekaa huko tu Nairobi. So nikaamua acha nitafuatilia hiyo program poa. Sasa nikaona anasema ni mambo ya Kiharu. Sasa nilikuwa nimeandika kwa mkono Kiharu ndio hadi nisisahau. So jumine junajua na hii poa. Sasa najua kwa magari za Murang'a zinachukuliwa hapo OTC. Nikachukua nikakaa hadi Murang'a town. Kutoka Murang'a town sasa nilikuwa nao kwa mkono nisisahau. Nikaambia dereva ni Kiharu. Akanika hapa Kiharu technical. Ilikuwa mbali lakini sasa nikashindwa. Jumini kwa nimeamua sasa mimi nitatafuta mheshimiwa tuongee na yeye one-on-one. Nionekana zikanisaidia. So si ndio bado naenda kukanyaga miguu. Nikitafutanga njia ni aje. Kibati mzuri nikaangukia Gaitheri. Gaitheri hapo kuna kuangana hapo stage kuna madam anakuwa na duka hapo. So nikamuuliza vile naweza kupata msaidizi, akaniambia kwanza niongee na chief wa huko Gaitheri. Ndio nimuelezee nionekana zikaniunganisha na mheshimiwa. Lakini chief wa huko akasema juu mimi si wa Murang'a labda zikasaidia tu si wa Murang'a. So nikarudi hapo stage nikamwambia bado juu sijapata usaidizi, si labda nione kama mnaweza kanisaidia nyinyi. So kibati mzuri ni kama Mungu tu alikuwa amepanganga. Si nikakaa hapo hadi jioni kafika. Uzuri saa gari ya mama mheshimiwa ilikuwa huko. Ilikuwa imepakiwa hapo mahali. Alikuwa anaiona. So akasema ali atokea tuone kama tunaweza patana na yeye. Bahati mzuri saa tukapatana na yeye. Gotigana na yo mwanchumo rigereria tugotigara ase Chisemi bagaya serikali ya county ya Nyamira gusira aboroki wa chimiebere 33 gwetera asoko ba scholarship niga aboroki ogwetani chimiebere banyorete C+ gucheguro ase banyorere ribagario kwasoa ase university gukora sensemo ya Huru Gardens ni gomo governor Nyaribo agokera machibu ayo ase aba asabange barachigwikiranie chindoto cyabo nonyerabo nigo baria ira yo guchigusira baria batanyorete ribaga ryo kwasoa university eri gukora gukora kosi cyamaboko abo eri kwegendereria asobugima ubuiga nabo yo guchimotwe. Excellence, we had a total student who took exams
233. Out of 233 who took exams, Your Excellency, I'm happy to report to our champions and our parents that 80%, what have I said? 80% have gained direct entry to the university. To add to that, and the other 20%, Your Excellency, we are going to work with them and we are going to support them to get to our technical and vocational training institutions. So therefore, am I right to say that we have 100% conversion to both university and technical institutions to our 233 of them? Up to now, Your Excellency, the results we have just received a straight A from one of our scholarship students, a clean straight A. Our student was in Maseno school, and we have just received a result that he scored A. Next, Your Excellency, we have 9 A minuses. 9 A minuses that we have. We are still expecting more results, but up to now we have 9 A minuses from across schools across Nyamira and outside Nyamira, but they are our students. We have 21 B minuses, B plus, sorry. We have 21 B plus. We have 33 B plain. We have 38 B minus and 23 C pluses. More results are still coming. We still have not received results for around 50 students. They are still coming, so we may even have more better results. As I stand here, Your Excellency, I want to congratulate our champions, and I'm not only going to congratulate the ones who are in the class doing the work, I'm also going to congratulate the parents, because without your support, without your prayers, without your guidance, your mentorship, hawa champions atungewapata. Omugavana na bonsi abanafunzi abaiboli na abakwanira somo nene mbuya mule gavana kera matemwa sogete ugitemenya ke bakobisi nkobekereri uga gakigwato konyire gakia bataka gwato bekeire chianga gakia bana baito bana na indwe mechi yaito ya mesire ringana liane gocha sore nko iwoko rwani buchire dibo irali bagali mborango kwane rambi ya mona soko nyora liba ye nanya ko ibago kwana ringana elimo igoro ya oli ya muneli la rata kolele talia bana baito yasone e minus igere bone nyugwete buya omogaba na tigomana na go sesemie 2027 como ababisa baonya saba ukolia maisa kuna ukolia bicha. Let me take this time to thank the county government of Nyamira for having organized this kind of an event, that whereby the 4-year course, we have come to the end part of it, and we can be able to commemorate it. Today, we have convened here today to celebrate a paradigm of awe, that this scholarship has catalyzed a transformative change within our county. On behalf of my colleagues, I humbly give my profound gratitude unto your vision and leadership for having seen it better that these scholars, they can be able to get a sponsorship. Another thing I would like to thank you, Governor, is that you took it into consideration. These youth, these students coming from the modest backgrounds, you saw it better that they get the scholarships, at least so far so good. Through the 4-year course in high school, we have been learning smoothly without any interruptions. We don't take that one for granted. We thank you, we thank the county administration, we thank the county government of Nyamira. And to the parents, to the youths who are here today,
This is the time for us to join the hands together. A time for us to unite the voices. The voice of a youth once more can be heard. And come 2027, Your Excellency, I'm assuring you, last time when I came here, you already have my vote. And even these students, these parents who are here, we're going to vote for you. Miaka tano tena, lazima kiongozi tena aweze kuingia uongozini. I have to give commitment from the government of Nyamira under my leadership that we will continue supporting students with need. Like now I've told you, we have been having 751 students kwa secondary. And already tumeongea na KCB, tuko na program, tumewa request, tumepartner na hao. Kwa wale wanaenda TVET, mwaka huu peke yake tuko na wanafunzi 660 kwa TVET, tuna support na wao wamalize kozi zao. Tukakubaliana tukiweka shilingi moja, KCB nawe naweka shilingi moja. Mtupatie heshima, mpewa na parents heshima, mwenzako heshima, na wengine heshima peke yake. Tugotigana nayo mwanchu muriria ayabwatikaine n'ekiseme mambya bono turigereria nakuboigo kumurikira ayagenderete kuba sensemo y'ebigambiro eri gukinia ebirengo by'obukoreri bw'ebigambiro imiyense ninge ekigambiro gose ekigambiro korwase nigo abamenyi bensemo y'ebunge ya Kawisero banyorire ekigambiro keya ekibono bagokeire chingaki echiga ekyoboino kyachagetwe abo ritkorigoro eri guchikwene kiana obokoreri bya gucyase abamenyi bensemo yo eri kugambe bine nabo igukugayana amangana alia abwa babwatiranete eyamase motiango turarigereri alia korekante kurase ensemo y'ebunge ya Kawisero nabo igo bunabamenyi abaiga bare kwerera gose baereire igoro y'obuya gwikigambire keiga ekeya banyorire asensemo yabo. The judiciary has already sent a magistrate and staff, and work begins today. Now, those of you who are a little older will remember that there was an African court here many years ago, and it fell off. So for the longest period, Kawisero as a constituency hasn't had a court, and people from here have had to go to Butere or Kakamega to access judicial service. The benefit of having judicial service near you are many. One of them is that you do not have to travel long distances to access justice. But more important, there are many cases, especially, not just criminal, especially civil cases that involve land and involve succession. This court is going to hear and determine those cases. Leo hii kwa niaba ya jamii ya Kawisero kwa ujumla, mimi am the happiest man kwa sababu sasa huduma za haki zimesongeshwa karibu na wananchi. Ukiangalia hapa kuna polisi, hapa kuna mahakama. Hata kwa polisi wetu ile gharama wanatumia kuweka mafuta kwa gari, kutoa mabusu hapa, kupeleka na kurudisha, itarudi chini. Nataka niwahimize wananchi wa Kawisero ya kwamba wapende koti. Hatujaleta koti hapa kufunga mtu. Tumeleta koti hapa ndio haki ipatikane karibu na wananchi. Jambo la pili, kuna cases mingi sana katika sub county yetu, na zile zimesemekana cases za shamba, succession issues zimekuwa zinatusumbua sana. Waje hapa washirikiane na mahakama kuona kwamba zile cases zinakuwa solved kwa muda mchache. Vile jaji amesema kuna mediation registry imefunguliwa hapa. Hakuna haja ulete ndugu yako kwa kesi ambayo mnaweza suluhisha nyinyi wote kama jamii. Kuna registry imefunguliwa hapa, mnaweza kubaliana, muandikishane, na hiyo mambo pia ipunguzie mrundiko wa kesi kotini.
Nashukuru kwa kutuletea hapa koti. Tulikuwa tunahangaika tukienda Butere huko mbali Kakamega, kama una fare itabidi mvua ikunyeshee hauwezi fika, lakini sasa tumefurahi wakazi wa Huisero. Tumeletewa koti karibu, unaweza tembea hata kwa mguu na unaenda kumaliza mambo yako ya koti. Na furaha siku ya leo kufunguliwa kwa koti yetu hapa Huisero. Tumehangaika miaka mingi sana, tukienda Butere. Wakati mwingine unakuta hakuna means za kufika Butere kwa sababu hatukuwa na magari, unafika kotini umechelewa. Lakini kwa siku ya leo tunashukuru kwa sababu koti iko karibu. Leo hii hata mambo ya kesi ndogo za nyumbani zinaweza kutatuliwa hapa kwa sababu tuko na ile tunaita mediation, maongezi. Kianga tu saa zingine watu wakisema koti wanafanya namna hii, wanafanya nini? Unapata mtu wako amekufa at David na kupeleka Mumias, hauna pesa yote kwa mfuko. Kwa hivyo tumshukuru kwa kazi mzuri amefanya kutuletea koti karibu. Hiyo safari ya Butere imekuwa ikiumiza watu wengi sana kutoka Huisero. Vile sisi ni wakaaji wa Huisero, ni furaha kubwa sana kuipokea hii koti mkono wetu. Ya pili, hii koti itatusaidia sana maneno ya kupatanisha wale ambao wamekosana nyumbani kwa maneno kidogo. Tutakuwa tukija hapa tunakaa pamoja na magistrate, alafu tunaenda nyumbani tunariadhiana pamoja, alafu tunarudisha matokeo kwa koti kusudi huduma ya mahakama iendelee kwa njia safi kwa watu wetu. Tulikuwa tunasumbuka, tukaenda Butere, labda mtu amekustaki ama wewe umestaki mtu, kufika huko una hata transport ya kwenda huko, unashindwa kwenda huko. Lakini sasa hivi la Huisero imekuwa na court. Tunashukuru sana kwa sababu hata kwangu ni kutoka dakika 5 umefika hapa kwa court, itakusaidia. Today is our inaugural sitting of matters at Huisero Law Courts. This court will serve the entire sub-county of Huisero. We intend to have a variety of matters, civil matters, succession matters, environment and land matters, employment and labor relations, court matters. Today also marks the launch of the mediation ring. Umurigereria arenayo eryo korigereria yabwatikene na siasa no boigobora ibwe byama obora yobona ne bwikema kya ODM bokoragwa na Oburu Oginga ni obona bwakoretege karensemo ya vipingo Kilifi eriko kwanere iguru ya yarengete ekyama ekyoboswo bochoro monene bo mwaka we Kilifi 2025 asige kare kyomuri kibwe kyama kya ODM Edwin Sifuna omokonyi bwe kyama ekyo Geoffrey ose Godfrey Ososi no mugachi bwe kyama ekyo Timothy Bosire nigo bamochite gutaikirana yango turarigereria na reria yakorekante kurase ensemeyo buna muri bwe kyama ekyo Oburu Oginga akoerera we engaki ari gukwana n'abaliki bamangana moya. Ladies and gentlemen of the press, this is a statement from the Central Committee of ODM held today on 12th January 2026. Now, the statement of this meeting was held in Kilifi County on 12th January 2026. The Central Committee of the Orange Democratic Movement, ODM, met in Kilifi County on January 12th, 2026 to review the political, organizational, and strategic state of the party and resolved as follows. ODM at 20 anniversary celebrations. The Central Committee received and reviewed a comprehensive report on the marking of the party's 20th anniversary. The committee expressed its satisfaction with the successful organization, broad national participation, and political significance of the celebration, noting that the events reaffirmed ODM's enduring relevance, resilience, and roots in the struggle for democracy, social justice, and inclusive governance. On November 12, November 2025, by elections performance.
The Central Committee reviewed the outcome of the November 2025 by-elections, during which the party fielded candidates in 3 parliamentary constituencies and emerged victorious in all. The committee noted with appreciation the confidence demonstrated by voters in ODM candidates. Early preparations for the 2027 elections. The Central Committee noted that general elections will be held next year and resolved that the party cannot afford to wait to begin preparations. The committee directed that structured work commence immediately towards positioning ODM not only to contest next year's general elections, but to form the next government, including policy development, organizational readiness, coalition building, and candidate preparedness. Review of the progress of a 10-point agenda, especially compensation for victims of protests. The Central Committee resolved to continue the review of the implementation of the 10-point agenda, especially the unresolved matter of compensation for victims of public protests, noting that the courts have declared the proposed panel of experts on compensation of victims of demonstrations and public protests unlawful. The committee resolved to propose that any compensation monies be channeled through the constitutionally and legally recognized institutions, specifically the Kenya National Commission on Human Rights. 5. Pre-election political alliances. The committee meeting expressed the intention to initiate structured negotiations with different political formations, beginning with the United Democratic Alliance. To this end, we have mandated the party leader to commence this process. Concurrently, consultations with party members will proceed, culminating in the National Delegates Convention. 6. Compliance with Political Parties Act and regulations. The Central Committee received a report of the Auditor General and was satisfied for the 20th year running. The party has been commended for maintaining clean books. It was also satisfied that ODM is one of the few parties that the Office of the Registrar of Political Parties found to be fully compliant with the Political Parties Act. The Central Committee mandated the relevant party organs to operationalize these resolutions and report progress to the appropriate leadership structures. Issued ODM Central Committee, Kilifi County, January 12, 2026. Honorable Sosi, who is the deputy party leader, is in South Africa, and he has sent his apologies for being unable to attend. He tried to travel, but he was unable to. Honorable Sifuna also sent his apologies for this meeting. He missed his flight. And so both of them have the permission of the committee to be absent. Yes. Yeah, lakini unasema kuna tofauti kati ya members ya party. Hakuna. Ile yote ambayo inaendelea ni demokrasia tu, kwa sababu party yetu imeruhusu watu kuongea na watu wanaongea maoni tofauti, lakini vile tumesema sisi tutaendelea kuongea, tutaendelea kuimarisha chama yetu na chama itaendelea kuwa mmoja. Thank you very much.
Byamano mwanchi umurigelia so kubati umurobiri oyega kurwa chinsa inye cyabora mambi gwikira bari chinsa sano nemo bono nduche chiro kigo kikobati kanisa no cyuka korboro kiraga chinsa sano nemo cyabora mubaso gwika eriankyo gochakira chinsa inye no wika chinsa sano nemo ekerkeria tura chiko kwanira ayabwatikene na siasa na mono korwase ward egotoka ime South Mugrango kaseri bolina ndirina ine ward kiego se rachebe litukoriankyo ntwemanyi amange nabo ward kiye turachukwanira obokoreri bwaye n'uburayi nabo igasesemu ya mugendero ayo hagendere tukurwase ward yege gutuka sesemu ye bunge ya South Mugrango guchakira chinsenyo wika chinsa isano nemo ase ukubwatira twabwatiranire emambya ya bono eri kwenekina mariyoge ne chibuchanko gochirara senchira ere ya bena ngamo na Joshua uyokurukwa kemuntu amona boigo director Zack na ubane kyamariyoge ne chibuchanko wikirara senchira ere endonge wikeri yankiri teriane Ishmael Mogera tomirane chinsa ikomingo koretara moya senchira yo wenge